Yes, karibu sana kwenye movie yako bomba zaidi ambao nakuletea leo. Hii ni bonge moja la movie ambayo Getman anakuja kupendwa na bosi ambaye pia anaonyesha jeuri fulani hivi ya kutomtaka. Kwa endelea kuenjoy hii movie. Hii inaitwa Story Glam. So tunamwona rafiki yake ambaye anaitwa Lozi amekutana na Getman pale, ukawa anapiga story kwamba naweza nikamkuta rafiki yangu anaitwa Edare kwenye hii movie. Huyu ndo anaitwa Edare na ni boss wa Getman ambaye yuko nje pale. So wana vibe baada ya kumpokea mwenzake au rafiki yake nini, wanapiga story. Anaitwa Rose, huyu anaitwa Edare. Rose na Edare wapo hapo wanakaribishana kwenye kupiga story. Huyu ndo boss wa Getman anaitwa Edare, huyu anaitwa Rose. So endelea kusikiliza hii movie tamu zaidi. Wako wanapiga story na mshikaji wake pale, akamwambia vipi, lakini kwa fresh kabisa mdogo wangu. Akamwambia uko poa, fresh. Stories za kawaida zikawa anapiga story, anakwambia nimekutana na Getman pale nje, ni mzuri kinoma noma. Anakwambia Getman mzuri akamwambia huyu ni nani, Getman wangu. Anaambia fresh. So stories zikawa zinaendelea kama kawaida, unaona. Anakwambia hali yako inaendaje? Jana najua mimi jana nililewa vibaya mno, nisikujitambua. Anakwambia sometimes nilikuwa najaribu kumtafuta ule jamaa mwanaume. Akamwambia lakini mwanaume mwenyewe alionekana hana hela, unaona. Stories za kawaida wanacheka. Mara mshikaji anaingia ndani ya nyumba. Hao anakwambia Getman, unaona. Akamwambia kwa yule ni boyfriend wangu, naamini ameniletea zawadi. Akamwambia habari yako vipi? Nimeleta zawadi hapo, weka chini hapo. So mshikaji akawa amedrop chini, akamwambia basi tembea nenda, unaona. Yani anamtreat kama so mtu ambaye wa kawaida kinoma na mara kile. Rafiki yake akamwambia sikiliza, huyu ni Getman wako, mbona mzuri mno, unaona. Akamwambia mzuri, unaona jinsi alivyo, anakifua. Getman anaitwa Samson. Akamwambia huyu kweli Getman wangu, na unasema mzuri kweli, unaanza kumzungumzia na kwamba kweli sitaki sikutanii, ni mzuri kweli, unaona, ni mzuri kweli hapa na kifua. Imagine kama anakuwa ni mtu wako. Akamwambia Samson Getman. Akawa anamshangaa, akamwambia kweli hauko serious rafiki yangu? Akamwambia mimi kweli niko serious kabisa kweli, kama wewe uone, una jicho la kuona, mimi nimeona huu ni mwanaume mzuri tena kweli, au anafaa kuwa mwanaume. Akamwambia angalia mwili wake, namna jinsi alivyo, ana mwili ambao wa mapenzi, yani sexy body, wewe mtazame vizuri. Yani kaa anashangaa bosi, anakwambia rafiki yangu, yani hapo yani kama unatania hivi, siamini kila ambacho unakizungumza. Anakwambia kweli ni Getman kweli, unataka wewe unampenda Getman? Anakwambia kweli rafiki yangu, unahisi kama mimi mjinga sina jicho la kuona? Wewe kweli anaamini kabisa umpenda? Akamwambia basi sawa rafiki yangu, wewe tazama kwa jicho lingine, huyu Getman wako ni mzuri Samson, haki ya Mungu. So siku nyingine bwana, bosi anaongea zake na simu huko ndani. So akawa anatoka zake nje nini, anaongea na mpenzi wake, anamwambia naomba tukutane hiyo sehemu. Anamwambia basi sawa, haina shida. So bosi akuwa na interest kabisa na Samson, hakumuona kwa jicho lake la kawaida kwamba Samson pengine akaa ni mwanaume ambaye anaweza kaa ni mzuri. Sasa namna jinsi ambavyo amemsifia rafiki yake kwamba ana mwili fulani hivi, body sexy, unaona, ana body fulani hivi, ukimwangalia hivi noma sana. Sasa amefika zake ndani, akanakagua vitu nini, mpangilio wake, akamwambia mbona mmependeza. Kumbe Samson amefanya kila kitu ambaye ni Getman wake. Huyu Samson Getman anaenda mpaka ndani, unaona, anafanya vitu kama kawaida, anasafisha nyumba noma sana. So kuna kitu anatafuta humu ndani. So huyu ambaye bosi pale Edar anatafuta kila kitu, anahangaika huku na kule. Akaamua kutoka nje kwenda kumulizia Getman wake ambaye anaitwa Samson. Sasa anafika pale sebuleni, anakuambia hivi nimeweka wapi funguo zangu, umeona. So akawa anajiuliza
ameweka wapi funguo? Anatembea tembea kwenye nyumba. Akaanza kumuita pale, Samson, unaona, ambaye ni getimani wake. Sasa umeona kitu kama hicho, Samson anamuita Samson, mara Samson akatoka kifua wazi. Madam akashangaa kumuona bode la Samson pale, kifua yani six pack ya kufa mtu. Akabaki na tahamaki pale anaangalia, vipi, unaona. Basi mshikaji akaana anajaribu kumwambia, vipi funguo zangu? Anakwambia, mbona hujavaa shati? Akamwambia, samani nilikuwa nafua nguo, unaona. Akamwambia okay sasa. Akamsonya pale akamwambia, hebu toka hapa, unaona. Ila sometimes alipobaki peke yake kama moyo unaenda mbio hivi, kwa namna jinsi ambavyo umeona ile bode la Getman wake ambaye anaitwa Samson. Tabidi ampigie rafiki yake, anakwambia nataka kuongea na wewe kuhusiana na hili. Yani anakwambia samani, lakini nataka niongee na wewe, yani umeona kitu kama hicho. So naamini hapo alikuwa anaongea na mpenzi wake, anamwambia yani nimeona kitu cha ajabu duniani yani kama nimeachika na mpenzi wangu, lakini kuna kitu kingine kinaingia. So madam bwana akaanza kumpenda Samson, yani anaendelea kufanya usafi, anamcheki in the way jinsi alivyo, bode yake unaona ametuna, yani amejazia yani na bode, bonge la bode. Akamwambia Samson, wewe unafanya nini? Wewe mbona unaniangalia wewe wakati unafanya usafi? Akamwambia toka nje. Yani madamu kila kimwangalia Samson namna jinsi alivyo inamuingiza kwenye hisia. Unaona, akiona kama hisia zinazidi kupanda, anamkaripia Samson, anamwambia toka nje, sijui nini. Anafanya vitu vyovyote vile, lakini hisia tayari ameanza kumpenda Samson. Yani anaona kabisa ili bodi akinikamatia huyu nitaenjoy kinoma noma. Aisee, noma sana. Sasa siku nyingine Samson anaendelea kama kawaida na usafi ndani ya nyumba, na futafuta vitu nini. Madamu akawa anaingia pale, umeona. Wakati anaenda akufutafuta vyombo, akaingia akawa anamuona Samson anaendelea na shughuli zake. Samson yuko busy wala hajamuona madamu. Sasa madamu akawa anaendelea kumtathmini, baada huyu jamaa chekishia na mikono yake. Kamuona, akamwambia, hivi kwa nini unafutafuta vyombo? Umeona? Yaani asubuhi saa hizi bado unafutafuta unafanya usafi. Anamwambia, samani madamu, nilikuwa nafanya usafi kule ndo nikaamua kuja kumalizia. Umeona? Akamwambia, basi sawa, haina shida. Endelea. Noma sana. Yaani madamu akawaza, akaona huyu jamaa akinikamatia na mikono yake ile akinipelekea moto nini. Na enjoy. Sasa siku nyingine bwana Samson akavua zake shati nini, yuko pale anapiga push up 2-3, anakula push up ya kwanza, kala push up ya pili nini, kala push up ya tatu, yani anaendelea kufanya mazoezi ile asubuhi. Kumbe madamu pale amebaki mle ndani yake anamchungulia, anatamani the way mwili wake jinsi ulivyo, anaona anapandwa na hisia, yani kuona kabisa huyu akimkamata na lile kifua chake anaanza kunipelekea moto, yani kama anatamani hivi kuwa naye, lakini hawezi kumwambia kwa sababu ni mfanyakazi wake. Akaendelea kumchungulia, yani hakuna chochote anachokiwaza. Unajua sometime madam akaanza kumtamani kama na ramba lips, yani anamwambia huyu mwanaume inakwaje, lakini huko anaogopa kabisa, huyu ni mfanyakazi wake, hawezi kumwambia live kwamba mimi nakupenda, naona kama atajidhalilisha fulani. Akatuliza kwanza tempa ya moyo, akatoka zake nje. Umeona, akaona huyu bwana simtanie. Alipotoka nje akaendelea kama kawaida Samson kufanya mazoezi, ambayo huyu ni Getman, ni mlinzi pale wa geti. So kana pasha huku madamu anakuja taratibu, huku anatabasamu, anaona yani kama anaona kabisa. Baadaye Samson anakuja kushtuka, madamu akajifanya kama kuna kitu anatafuta, kumbe alikuwa anataka kumwangalia Samson. Labda afika pale, wewe unafanya nini hapa? Akamwambia, samani madamu, nilikuwa nafanya mazoezi fulani, nafanya mazoezi. Akamwambia, unafanya mazoezi kwa sababu gani? Unaona hii kwamba hii ni nyumba hii, kwa unaweza kufanyia mazoezi humu ndani ya nyumba, hakuna gym.
Unaona? Hii ni gym, umeigeuza kuwa nyumba kuwa gym. Unaona? Hivi wewe ni mwelewa? Unaelewa kile? Akawa anambia samani, anambia samani madam, akamwambia samani. Angalia. Angalia kifua chake. Anamshikashika na akamwambia angalia kifua chake. Wewe unahisi unaweza kusema wewe una kifua cha mapenzi Una kifua cha mapenzi? Anamshikashika na anambia angalia minyama tu hii. Ndio ukajiona kabisa kwamba hii na kifua cha mapenzi. Yaani unajiona kabisa mwili wangu ni mwili wa mapenzi. Hivi una kifua wewe? Wenzako ana kifua, wewe una kifua. Anamshikashika mwenyewe. Hebu vaa shati mara moja wewe. Vaa shati mara moja. Anakwambia samani mwenyewe huko. Sitaki kujua hiyo samani yako. Wewe unajifanya kama una kifua hivi. Kifua cha mapenzi wapi? Pumbavu. Unaona? Sasa mshikaji akaa anacheka, anajua huyu madamu ananikubali huyo. Kafika madamu kule. The way jinsi ambavyo alikuwa anamshikashika nyonya, akamwambia amechoka, ni hisia zipanda, na akamwambia huyu Samson ana kifua kizuri. Haki ya Mungu ni mzuri kinoma. Imagine kama huyu anakukamatia sasa. Mimi sijui nifanyaje. Umeona? Yaani kifua hiki mwana. Mwamba kana anajitazama na akamwambia sasa kifua changu kina shida gani, lakini kuna watu ambao wananikubali, wananipenda, wananisifia kwamba na kifua kizuri. Wanakuambia nina body sexy, lakini huko kwa nini ananitukana asubuhi hapo, ananikaribia, anahisi kama kifua changu nini na nini, lakini mimi naamini madamu anakipenda. Lakini ipo siku madamu hii kifua changu itakikubali. Kwa anajisemesha yani huko madamu yuko ndani. So inabidi aingie zake ndani akachoma. Eda kabaki zake ametulia. Kwa Eda tayari ameanza kuvutiwa na mshikaji. Yani noma, lakini anaonyesha jeuri. Umeona? Sasa dai nyingine tunamuona Samson anaenda kufungua geti pale. So anamchungulia afu anaenda kufungua geti. Naamini kuna bosi mwingine au kuna mgeni amekuja ndani ya nyumba, au pengine anaweza kaa bosi mwenyewe au so mwingine. So anafungua, mara linakuja gari kutoka huko na magari mawili yote akifahari. Sasa unajua, naamini huyu ni mpenzi wake na Eda. Ni bonge la papa. Naona kitu kama hicho. Ni mtu ambaye anamkwanja mrefu. Anashuka ndani ya gari. Huyu hapa ndo mume sasa au mpenzi wa Eda, ambaye ni bosi wake na mshikaji Samson ambaye anaishi nayo ndani. Anakwambia Samson, habari yako? Anambia samani bosi, niko vizuri. Anakwambia basi sawa, na shida mara moja na mke wangu. Akawa anajaribu kumpigia simu, yeye yuko nje, maana akamwambia niko hapa, njoo nje mara moja. Akawa anampigia simu mchumba wake. Umeona? Huyu ndo mpenzi wake. Mara anatoka tunamuona. Yaani anaitwa Oguba. Unaona, huyo mshikaji anaitwa Oguba kamwao pale. Fresh. Huko Samson yeye mwenyewe anaendelea kushuhudia picha lenyewe fresh kama kawaida. Unaona? Mara akamletea zawadi, anamwambia hii ni zawadi yako. Akamwambia hii zawadi yangu. Akamwambia kweli. Akamwambia kwa surprise nilikuahidi kwamba nitakununulia usafiri na hizi funguo ni kwa ajili ya usafiri wako. Akaa anashangilia. Unaona kitu kama hicho. Akaletewa usafiri, bonge moja la gari. Unajua watoto wa mjini hao wanakuaga na vibenteni. So bwana Eda amepata vibenteni, ndo hiki ambacho kinamweka mjini. Ingawa anampenda Getman wake, anashindwa kumwambia. So anamfanyia vituko vya ajabu, anamkaripia bila sababu, lakini kwa ajili ya kuprotect au kuzuia hisia zake. Kwa akawa na minjora, akamwambia asante mume wangu kwa kuninunulia gari, na mimi nakupenda. Unaona, najua unafanya vitu vingi sana kwa ajili yangu, lakini asante kwa kunithamini kwa kiasi hiki. Anakwambia basi usijali, haina shida. Aka anaingia zao ndani huko, anakwambia nakupenda bwana. Unaona, muda mwingi nilikumisi kitambo sana ujaje. Anakwambia basi poa, karibu sana ndani. Aka anaingia ndani. Samson akabaki pale anatazama mchezo nini, mali ya bosi nini fresh. Huko anafikiria, anamwambia maisha ya matajiri sijui